Leo ni siku yenye nataka kuzungumzia jambo likubwa katika maisha ya mwanadamu. Ni siri ya mafanikio. Siri ya mafanikio ni gani? Kuna watu ambao kwamba ama kila mtu ako na fikra yake kuhusu siri ya mafanikio. Kuna wale wanajiambia ukishika njia ya wizi labda watafanikiwa. Kuna wale wanajiambia ukishika njia ya ulaghai labda huenda wakafanikiwa. Kuna wale wanajiambia wakipata halali yao hata kama shilingi 10 ama shilingi 5 huenda wakafanikiwa. Lakini sasa swali kuu iko hapa. Hii siri ya mafanikio ndio wewe uje ufanikiwe? Maana kuna watu wengi ambao kwamba wanafanya makazi katika maofisi makubwa, wanapata mshahara mkubwa, lakini mpaka wa leo wanakuwa hawajaifanikiwa. Siri yao ya kufanikiwa ni gani? Ama ni nini wanaweza kifanya ili wakafanikiwa? Jumuika na mimi leo ujue siri ya mafanikio ni gani. Usikose kushare, kulike, kusubscribe. Tutaendelea. Ndio hii hapa. Nataka leo kukupe njia 2 peke yake. Basi kwamba njia zenyewe ukizifuata zitakupelekea wewe katika mafanikio labda makubwa sana. Njia moja ni katika kawaida ya maisha yetu. Njia nyingine wazungu wanaita spiritual. Njia ya kwanza ambayo kwamba naizungumzia ni njia ya katika maisha ya kawaida. Katika haya maisha ya saizi, jambo la kwanza ukitaka kufaulu katika maisha, penda familia yako. Jambo la kwanza, penda familia yako. Penda kuwajulia hali, kaa karibu nao sana. Kuweza kukaa karibu na familia yako, bila shaka Mwenyezi Mungu anateremsha neema yake na unakuwa ni mwenye kufanikiwa sana. Penda tu kuwajulia hali mara moja au mara 2 kwa wiki. Wapigie simu kama unajua uko mbali na wao, wajulie hali, kaa nao kwa karibu mkubwa sana. Hata kama hauna, itakuwa njia bora sana ya wewe kufanikiwa. Kitu cha pili ambacho kwamba unafaa uzingatie sana wakati ambao kwamba unataka kufanikiwa, epuka sana kuudhi watu. Epuka kuudhi watu, japokuwa kuna watu ambao kwamba huwezi epuka kuwaudhi, manake wao wenyewe wanataka kuudhika na kitu kile ambacho kwamba wanafanya, wanataka kuchunguza kile kenye wewe unafanya. Sasa usitake kujua mtu yataka kuchunguza ama yataka nini. Wewe jua lengo lako ni kutaka kufanikiwa. Ukishajua lengo lako ni kutaka kufanikiwa, basi epuka kuudhi hao watu ambao kwamba wako surrounded na wewe. Jambo la tatu ambalo kwamba ningependa kukwambia katika maisha ya kawaida, kubali mapungufu yako. Siku zote kama hauna kubali hauna. Kama uko nacho kubali uko nacho. Ukiwa hauna, usiwe ni mwenye kutaka kikubwa na saa hiyo yenye at the moment saa hiyo wewe hauna. Unataka kula kuku na pesa ile uko nayo ni ya sukuma. Kula sukuma. Kubali mapungufu yako siku zote. Ukishakubali mapungufu yako, itakuwa rahisi sana wewe kuendelea katika maisha. Jambo lingine ambalo kwamba ningependa kuzungumzia katika maisha ya kawaida, rahisisha kipato chako. Rahisisha kipato chako ni vipi? Usiwahi taka siku zote, usiwahi taka kikubwa. Jivunie kile kidogo ambacho kwamba umekipata. Ukijivunia kile kidogo ambacho kwamba umekipata, siku zote utaishi katika maisha ya starehe. Kama haya maji venye unaona yanateremka hapa, utaishi katika maisha ya starehe sana. Jambo lingine ambalo kwamba ningependa kukwambia, kama kawaida, ukisharahisisha kipato chako, umekubali mapungufu yako, sasa anza kujipanga katika maisha. Ukishaanza kujipanga, sasa ingia katika spiritual world ya mafanikio. Spiritual
world ya mafanikio ni gani? Ya kwanza, ushawaisikia kuhusu Mumin Sacco Society? Kama hujaisikia, basi leo acha nikwambie. Mumin Sacco Society ni sacco ambayo kwamba imejitolelea kuinua vijana, wamama na wazee kwa ujumla. Registration only 1000. Ukitaka kununua share only 5000. Hebu imagine how easy is that? Bali na hiyo, ukitaka kujua zaidi kuhusu Mumin Sacco, kama sijamaliza, jambo hili ambalo kwamba nataka kulizungumzia katika spiritual world ya kwanza, itilie maanani sana. Sote katika maisha, kila mtu kuna yale madhambi ambayo kwamba ameyatenda. Ni madhambi makubwa sana. Na katika haya madhambi makubwa, sana sana wanaume tunakosea ama tunafanya madhambi, baada ya siku 2 ama siku 3 unakuwa unayarushia mkono, ukiassume Mwenyezi Mungu amekusamehea. Sikufichi, katika maisha kuna dhambi kategori kadhaa. Kuna dhambi ambazo kwamba zinavunja neema, kuna dhambi ambazo kwamba zinavunja kheri, kuna dhambi ambazo kwamba zinavunja riziki, zinapunguza riziki. Sasa katika hayo madhambi ambayo kwamba, jiangalie kila siku ama jiangalie maisha yako yale yalipita,
Je, kuna siku ambayo kwamba ushaifanya dhambi ambayo kwamba unajua hii kabisa ilimkasirisha Mwenyezi Mungu? Ukishajua pinpoint dhambi moja, ifanyie tauba, ifanyie msamaha, muombe Mwenyezi Mungu msamaha, hata kama ni siku 3 kwa ajili ya ile dhambi. Hata kama ni siku 3 kwa mfululizo unamuomba Mwenyezi Mungu msamaha kwa ajili ya ile dhambi. Jambo lingine katika spiritual world, ndazungumzia mambo matatu. Kwanza, hiyo ni ya kwanza. Jambo la pili ambalo kwamba ndalizungumzia katika imani yako ya dini. Katika imani yako ya dini, penda kufanya ibada sana. Kuwa mkaribu sana na ibada na usichoke kumuomba Mungu. Wewe kila kukicha, wewe kila saa, kila dakika, wewe muombe Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anapenda sana kuomba. Na jambo la tatu, bila kupoteza wakati, jambo la tatu ile ambacho kwamba ningependa kukwambia katika maisha ya mafanikio katika spiritual world, bila kupoteza wakati, jambo la tatu ni kaa kila saa ukikumbuka mabaya yako kwa wingi sana. Penda kukumbuka mabaya yako ndio usije ukafanya mistake tena hapo mbele, na ile hali unataka mafanikio. Mafanikio si rahisi. Sasa leo, bila kupoteza wakati, nimekupa njia 2 ambazo kwamba unaweza fuata na zikakupeleka wewe katika mafanikio. Sasa nataka nizungumze na wewe kijana ambaye kwamba uko na kipato kidogo sana, ambacho kwamba wewe unafikiria kiwezi kukusaidia hicho kipato kidogo. Kipato kidogo ni aina gani? Kwa siku unaweza kuwa unapata shilingi 300 au 200 peke yake kwa siku. Je, mahitaji yako ya siku ni pesa ngapi? Unakaa unajifikiria kwanza, mahitaji yako ya siku ni pesa ngapi? Ikiwa mahitaji yako ya siku ni zaidi ya kile ambacho kwamba unapata, basi zidisha kipato chako kwanza. Manake inaweza kuwa mahitaji yako ya siku yanakuwa shilingi 500 na wewe unapata shilingi 200. My friend, kazi yako ya halali itabidi ufanye hiyo kazi ya halali, baadaye uanze kutafuta kazi ya haramu ili kuongeza hichi kipato chako. Kuongeza hichi kipato, haya maji vile yana flow. Ukitaka yazidi, sana mtu huja kama mvua ikinyesha, haya maji yanakuja yanazidi. Lakini sasa kipato chako ni kidogo. Leo unataka kuanza familia, kesho unataka kununua boma, kesho kutwa unataka kujenga. Utafanyaje hayo yote na wewe mwenyewe ushaona kipato chako ni kidogo? Siri yote iko hapa. Kitu cha kwanza, tafuta mwelekeo, na mwelekeo wenyewe unapatikana katika kitu ambacho kwamba kinaitwa savings. Savings ni kitu kia maana sana katika dunia hii. Kile kenye unahitaji, ID yako, mambo ya next of kin, iza kama ni mtoto mdogo hajakuwa, birth certificate ama ID zao. Simple as that. Uko na shares for Mumin Sacco, you only need the minimum share unaweza kuwa nayo ni only 5,000 shillings. Usichelewe, kimbia Mumin Sacco, kanunue share ama anza kusave na wao. Unataka kununua gari, unataka kununua boma, Mumin Sacco got you covered. Only 1,000 shillings registration fee yako. Usichelewe. Hata ukiona biashara yako ndogo, Mumin Sacco itainua. Shukran sana. Hata kama life yako iko chini aje, Mumin Sacco iko na wewe. Kama ni kushow, usijali. Hata kama uko chini aje, utainuka juu. Unangoja nini? Kimbia. Riruta Muslim, utapata Mumin Sacco. Kama ni kushow. Yangu na dada yangu, mamangu, savings ni kitu cha maana sana. Wakati huu ambao kwamba tunazungumzia mambo, kuna sako ambazo kwamba ni nyingi sana zimejitokeza katika kuelekeza watu katika mambo ya savings. Sako nyingi sana. Sako ambayo kwamba nataka kuizungumzia kwa leo ni sako ambayo kwamba inaitwa Muungano. Iko katika kijiji cha Riruta Muslim.
Muungano ni sako ambayo kwamba imesaidia vijana wengi sana. Mpaka saizi ambao kwamba tunazungumza, kuna watu ambao kwamba kipato chao kilikuwa ni shilingi 500 kwa siku, na saizi ni watu wana maboma yao, wengine wameshaanza kujenga saizi kupitia hii sako. Sijui wewe unakaa unajifikiria watu wengine wanaendelea, wewe mwenye uko katika hicho kijiji cha Riruta, wewe mwenye uko katika hicho kijiji cha Muslim, kuna vijana rika zako ambao kwamba wameendelea. Wewe mbaba ambaye kwamba umekaa tu unategemea vijana wako labda wakufanyie shughuli ama wakuletee pesa, na kuna zile pesa ambazo kwamba uko nazo kidogo, na unaweza ingia katika hii sako na ukafanikiwa katika hali kubwa sana. Niaje mtu wangu? Mimi naitwa Spaki Mwarabu, ama ukipenda the wise man. Sasa kama nikuibie siri, kama unataka kufungua bizi yako, Muumini Sacco Society iko kwa ajili yako. Jemaliza bado, kama nikushow. And guess what? Hii sako haina riba, sheria compliant. Wewe mwenyewe nishakueleza siri tofauti ama njia rahisi ambayo kwamba unaweza fanikiwa katika maisha. Sasa sijui utangoja nini katika hii mambo ya sako. Wazee, fuata hii sako ambayo kwamba iko Riruta Muslim, na namba zao za simu ziko hapo, zinapita hapo kwa screen. Namba email address yao, kila kitu kiko pale. Wazee, fuatilia hii sako. Wallahi mimi nakuapia hii sako itakutoa na itakupeleka mbali sana. Nyinyi si wageni, watu wengi ambao kwamba wako katika hii channel, na waomba usisahau kushare, usisahau kusubscribe, usisahau kucomment. Hata kama uko na comment mbaya, wewe iweke tu hiyo comment, na sitaipokea. Na nashukuru sana wale wote ambao kwamba wamekuwa hizi video zetu. Asanteni sana.